Linda imani yako. Ndio umekuwa katika safari, haijakuwa rahisi, na hata sasa pengine si rahisi. Kuna mambo mengi ungependelea umemaliza, mengine yao haijakamilika. Uko na ndoto, uko na maono. Ndio, mengine yao haijaweza kukamilika. Ni ukweli, wakati mwingine unahisi kana kwamba haufai ama haustahili. Lakini hata hivyo, linda imani yako. Imani ni ya maana sana. Ilinde, tunza imani yako. Ningeomba usitikisike, ukubali kuimarika. Hata wakati kama huu, imarika katika imani. Jambo lingine la pili ambalo ukubali kudumisha ni upendo. Uwe na upendo kwa Mungu, uwe na upendo kwa watu wote. Usikubali kuwa na ubaya na yeyote yule. Zingatia upendo, maana maandiko yanasema katika John, mkinipenda mimi, haitakuwa vigumu kufanya na kutimiza sheria zangu. Umpende Mungu, maana kumpenda Mungu hautakuwa na uzito na ugumu katika kutimiza sheria za Bwana. Kwa hivyo ni ombi langu ya kwamba usipungukiwe na upendo. Pia jambo lingine ambalo natamani lisikapungue ndani yako ni maombi. Yesu akaagiza wanafunzi wake ya kwamba tuombe kila wakati na tusikate tamaa. Tuombe bila kukata tamaa, tuombe bila kuchoka, maana maombi inakufaidi wewe. Maombi kando na kufaidi mwenzako na mwingine, uelewe maombi ni ya maana sana kwako. Na wakati wewe mwenyewe unajiombea, maombi ya kujiombea ni ya maana, because prayer is personal. Yesu alijiombea, aliweka muda mwingi kujiombea. Kwa nini? Ili aweze kuzingatia na kufanya yaliyo mapenzi ya Bwana na asilemewe, maana unaweza ukalemewa. Alijua kuna maadui wengi, ni wengi waliokuwa kinyume na yeye, ni wengi hawakumtakia mazuri. Lakini hata hivyo yeye mwenyewe aliomba kwa Baba ili kuhakikisha uhusiano wake na Mungu haupungui, na pia hapungukiwi na hekima, hapungukiwi na maarifa, hapungukiwi na nguvu. Na hata na wewe omba wakati kama huu, usikapungukiwe na hekima, usikapungukiwe na nguvu. Angalia, Daudi pia alikuwa muombezi, na ndio maana alipoinukiwa na watu walipomuinukia yeye, kwa sababu alikuwa amejifundisha kuomba na alikuwa muombezi, alijitia nguvu katika Bwana, maana alielewa ni Mungu anamtia nguvu. Na hata anataka kueleza ya kwamba sio kazi inafanyaga tunapata nguvu. Hata mke anaweza kosa kupa nguvu, lakini wewe jiombe ili siku zote uwe na nguvu. Ukitumisha mambo hayo na uwe msomaji wa